What's up, good people? Welcome back to my YouTube channel. This is Isaac Insights. Thank you so much for your continuous support. Yes, and good people, we are in Kitui. As I earlier posted, we have been doing the roofing of this amazing house. And kijana wetu Jemo ndiye amekuwa roofer wetu wa hapa. I went for him because he was somehow affordable, and I was trying to ensure that our client gets the best. I know his quality. We always work with him on the other side, and he's a good roofer. Yes, so the house is here, and I know most people are asking a lot of questions. I want to give you a tour of this house, and I want to tell you that the total cost of this house up to where it is today, it's coming to 1.7 million Kenya shillings. This house is big. It's not our normal 3-bedroom house. I want to give you a tour. At least you see everything that was done. I'll be giving you breakdown of the house. Yes, I'm not the one who did the house from foundation to wall plate. I have only done the roofing. But with I have the client here, so I'm here to inform you. I want you, anyone preparing to build a house outside there, you can prepare for our roof. Our roof alone, as I have earlier indicated, our roof alone, this roof including labor na hizo material zote, imechukua 700,000. And then building the house from foundation to wall plate, it took 1 million Kenya shillings. That is what I will approximate. So up to here, this house, I will call it a 4-bedroom house, has taken 1.7 million. Now going ahead, someone will ask me to completion, hiyo nyumba itachukua pesa ngapi? I want to give you a tour so that mtu, as you also prepare, unajua up to completion this house will take 4 million Kenya shillings. I know someone will doubt, but watch this video keenly, write down if you can, you will get to know. So foundation, for our foundation, this ground is somehow leveled, si mbaya sana, but you can see the foundation was well done. Walijenga ikaraise vizuri, so that backfilling and everything ikawa nini. Now this is our porch. Our porch, as you can see, the porch of this house. So how many stones were used for foundation? For foundation, building such a house, you need 2,200 stones. Sawa. And then masimiti na nini. I will be giving you that quotation. Let me first give you a tour. Then we have a sitting room here. This sitting room runs up to the other side. And then on this side, we have, you look at this sitting room, it's also not our normal sitting room of 18 by 18. Hii ni kubwa, kiangalia kutoka hapa kwenda kule mwisho. Wacha nisimame hapa kwa mlango so that watu waone vizuri. Kutoka hapa kwenda kule mwisho, it's measuring, this is 18 by 20, around 24. Yes, around there, 24. Then we have our dining on this side. This is our dining yetu iko hapa. Then once we are in the dining, we have here the kitchen. We have a kitchen here. Kitchen yetu iko hapa. This one will be enlarging, but we have a serving window here. Yes, so as I give you the tour, I can just give you the breakdown. Then let's go using this route. We have a corridor introduced here, where we have a rear porch outside here. Kuna rear porch, kama mnaona video yetu tukiwa nje, imekuwa na rear porch. Sawa. This is the house. Nyumba maduong. Then we have a store or pantry. Look at this store. As much as it's a store, for me, I will call it a bedroom so that people understand when I say 4-bedroom, this is what I mean. You look at this room. Hii si pantry zile zetu za kawaida, kale kadogo ka 7 by 6 wachana na hiyo. Hii ni room kivyake, and that's what brings this house to 4-bedroom house. So we also have we have a rear porch here. This is our rear porch. Our rear porch, we did a slab because huku juu tumeweka matanks, na hiyo ni kazi inafanyika wakati wa
mnaona wakati tunafanya roof inakuanga saa mzuri ya kupitisha hizo tanks ziwekwe huko juu, alafu mambo yako inakuwa mzuri. So we have introduced tanks up there na mambo iko hivyo. Then our sitting room, as I've earlier indicated, this is our sitting room, very big. Sasa nikilanda anza kufikiria mambo ya kupanga sawa. Then we have a corridor here, where a corridor was introduced here, taking us to the master bedroom on this side. And this side we have first bedroom is here. Look at it, very amazing. Iko na mahali pa wardrobe, so it's big enough also. And then we have a toilet. This house is meant in a way that it has the washroom and bathroom and washroom are separate, or like toilet and bathroom are separate. So we have this will be our toilet and this will be our bathroom. Sawa. And then we have this another bedroom here. This is bedroom 2. Very amazing with that space. It's amazing. The roof, we did a high roof. Hapa sasa ukiingia nyumba inatulia. The good thing with high roof, inasaidianga nyumba yako ikuwe na joto. Sawa. Then, ladies and gentlemen, come with me. Let's see the master bedroom. This is our master bedroom, as you see. Master bedroom yetu hapa iko sawa. It is just amazing. It's on another level. Mambo yake ndio hiyo. Iko na it's en suite with a very nice look at the size of this washroom. When you see this video, you understand when I say that to completion this house will take 4 million Kenya shillings. But where it is now, it has taken 1.7 million Kenya shillings. The reason why I'm saying so is, maybe let me give you a simple breakdown of the house before I start giving you what will make it 4 million at the end of the day. And I know most people may feel like that is on a higher side, but those are facts. When we are doing houses, this stage, building your house up to this stage, this is the stage I always say that habitable stage. Hapa sasa, hata kikiumana, wewe unaweza kuja hapa, funge bedroom moja madirisha na ulale ndani na maisha yaendelee. It happens outside there that people happen to lose job when they were doing such construction. Na wewe utaanza kulala kwa street na uko na nyumba kama hii nyumbani? Hapana. Now, what are we saying? For stones, for this house stones, they bought a total of 3,500 stones. You calculate the total of 3,500 stones. Up to this site, my client said that he was buying at 60 shillings each. Ndio zifike hapa hizi mawe za machine keti. So they were buying at 60 shillings. You calculate 60 times 3,500. Let's go with 3,000. It will be 180,000. And then 500. Hiyo itakuja ngapi? 5 times 6 inakuwa 3,000. 30,000. So 30,000 plus 180. Unapata tunaongelea mambo ya 210 for you to buy the stones. And then cement for this house from foundation to wall plate, it took a total of 180 bags of cement. Hiyo sasa umejenga, hiyo kuta zako zimejengwa, foundation imejengwa, umekoroga slab, hapa chini imekorogwa vizuri, mambo yake iko sawa. So 180 bags will be okay for you if you are planning to build such a house. For roofing, I have given the breakdown in my previous video. Kindly ensure you watch that video to get insights about roofing. Roofing, ni mimi nimefanya na group yangu, as you can see. Mambo namna hiyo, vijana wamepanga hapo roof, mbao zikapangwa vizuri, just to ensure that our client get the best at the end of the day. So, you look at all those at those breakdown. Then ballast, let me say someone will need, let me go with hoop iron. Hoop iron, I know someone will need, you need a total of 7 hoop iron for this house for it to be complete the way it is. Sawa. And then hizi chuma za ndani, you need 55 D10 and then 35 D8. Then you will need also binding wire. I always say that in construction, when you do it right, it will be cheap.
If you do it wrong, it will be expensive. You need to take note of that. Sawa sawa. Now a question is, how will we hit 4 million? How ile yenye wanasemanga tajira hata ingia kwa tundu ya sindano. Inasema aje? That msemo where they said our pastors always say that rich people going to heaven is like farasi ile mnyama ya mgongo, ngamia kupita kwa tundu ya sindano. Something like that. I hope you understand. Now, how will we hit 4 million Kenya shillings on this house? I know it looks like it's a lot of money, but let's come with me. Let me give you the cost of the windows of this house. Windows, grills, and all these windows. That is when we are talking about fabrications. It will cost our client, if it's done well, it will cost our client approximately 200,000. That is, umeweka grills za mbele na nyuma, madirisha zimewekwa high quality. Ukifanya low quality inaweza kuwa hata 150,000. Sawa sawa. Sasa ni wewe uamue unataka nini. So you add on that, unaona 2 million imelala, si ndio? Now, this house as it is, we need to do this. We call it pointing. Unaona material hizi zimefika and my team is coming. Wa stima anakuja, wa maji anakuja, wanataka wafanye hapa ile kitu kwanza. After they have done that, we will go to the next step. And the cost of these ones, by the way, mambo ya stima na nini, I always say that this first phase you need to prepare with something like 100,000 to be on safer side, both electricity na motor. That is 2.1. And then this house, before we start mambo ya nini, tutataka plastering, tutataka frames hapa, frame itakuwa hapa, frame hapa, frame hapo, frame pale. That is 1, 2, 3, 4. Let's come on this side. Come with me. Then frame, sawa. Frame. So 1, 2, 3, 4, 5. Here, I will advise my client to do a grill. Unaweka ile grill ya kioo, so unakuwa mtu anafungua ndi access this wing of the house. So those frames, they are coming to a total of 8 frames. 8 frames, those frames, let's give them approximate of 4,500 depending with where we will buy them. But let's do 5,000 so that whoever is calculating yakuwe rahisi asi nini. Frames. Unaona hizo frames zinakuja let's say you are using 5K kwa sababu these are zile za vent. Sawa sawa. So 5,000 times 8, you are getting 40,000. And then ventilations, you will also have to buy. Each is going for 150. You can count the entire house. Then you will part with your around 4,000 Kenya shillings because we'll need a ventilation there. We'll need a ventilation. The entire house needs to be ventilated. Sawa sawa. You will part with around 4,000 Kenya shillings. Now, the things that I'm talking about, we have not started the journey of plastering. Sawa sawa. And then we go to plastering now. When it comes to plastering, this house, tutapiga simiti ndani nje. In case client decide keys, it will be a different case. But let's go with plastering inside. We will need sand and cement. Cement to do plastering this house. Our client needs comfortable. To be comfortable, you need 200 bags of cement. Plastering ina involve vitu mingi. Mnaona kama hapa, let me now try also to teach someone. You see this place, we have a veranda there and then we have this space. Hii place tutajengea mawe ifike kwa mabati huko. Tufunge isikuwe mtu akiwa kwa veranda anaweza ruka na hapo juu aingie ndani asapasi mlango. So mawe itajengwa hapo ifike huko juu. Mawe itajengwa hizo spaces mnaona hapo juu, we call them infills. Hizo spaces ndio infills. Hizo spaces iko katikati ya mabati na so you see we will also need around 200 bags of cement to do all this work. In fact, it can be even more kwa sababu pia
pale nje pavement tutatengenezea client, maybe I'll be showing you the importance of pavement on any house ni inasaidia your house maji protrude, yani maji isiingie. Unaelewa? I hope you are getting that right. Sawa. Also, depending on what client thinks or wants, we may also advise ukuta ijengewe hapa. Now going to the bedrooms, tunaweza amua, that is now client choice. Anaweza amua kaukuta kafanye kuwekwa hapo kidogo. The reason being is, but that is kama wewe uko nyumba yako unataka that strict privacy, na wewe ukiweka kitu kwa bedroom yako mtu asi-access. Unajua ukiacha hivi mtu akiingia hapa akitaka kwenda kwa hiyo bedroom ataruka tu huko na ingie. As much as ceiling tunakuanga na ceiling, lakini ceiling si hata nyinyi mnajua ni uweza hata ikanyaga, ukikanyaga tu ni chini direct. Sawa. We also look at such things, but if it is your house and you are comfortable, si lazima uweke vitu kama hizo. So for plastering we will be doing the infills, tufanye pavement hapo nje, and then tupige ukuta simiti vizuri, plastering ifanyike kama pale, nayo lazima tutaijengea. Tunajengea ingaje tunaacha kamlango kaku access huko juu wakati ingaje hii si lazima sana tujenge hapa. Kwanza hii hatutajenga, tumime a ruling kwa sababu slab iko hapa, so mtu hawezi pitia hapo akaruka kwa nyumba. Sawa. I hope you get the point. So good people, plastering of the house, if you are using 200 or 250 bags, but let's go with 200 bags, they are okay according to my approximate. Hata akiongeza ataongeza kidogo, but ukiweka na chini na kuja to 250, so tuache kuhepa. So 250 bags you calculate up to plastering. You will all agree with me that our client here will have spent around 2.8 million Kenya shillings. And then we go to the next step, which is finishing. Now finishing involves that is 2.8. tutakuwa tumeweka hizi mbao za ceiling pia. Unajua hizi mbao za ceiling, we always call them blundering, zinatumia pesa. You use a lot of money. Umesikia roof peke yake mbao na tumesumari zimefanya tu uko juu hizo mbao mnaona, they took 308,000. Si pesa mimi nilipewa niende ninunue, mimi nilipea client quotation, na ukiangalia quotation yetu, if our client was brave enough, hakuna hata mabati imebaki. Mbao ndio zimebaki 3-4 hapo nje, na zitatumika kwa upande wa tukifika hiyo upande ya ceiling. Sawa. So you will find that at the end of the day, ukishatumia ile 2.8, hiyo sasa ushafanya na mambo ya plastering, na hata kanaweza ingia 3 million, but mimi sitaki niende huko, sitaki mtu anikasirikie, but ni wewe utakuwa unafanya na wewe ndio utakuwa unanunua. If you are preparing such things, you need to be aware. Now let's go to tiling of this house. Tiling of this house will take approximately 300,000. I know someone will feel like that is expensive, but the house is big, and the bigger the house, and that's why I always say that extra room that you put on your house, ujue ni cost. Hii store itachukua tiles, hapo nje itachukua tiles, hapo ndani. Let's come on this side niwaonyeshe two places zitachukua tiles. He will use approximately 300,000 for tiling alone, because I will approximate the number of boxes that will be required for this house, this entire house to completion. It may be around 150 boxes. Sawa. Zile 100 za zile floor, alafu 50 za majikoni, kuweka kwa wall, kuweka kwa washroom. Hizo. That is my approximate. Sawa. If you happen to calculate, you will see that 300,000 si hata pesa, because one box currently I think it's going for 1600 sawa 1600 shillings for one box. Na unataka hiyo yote, hujaweka grouting, hujaweka simiti ya kuweka hizo tiles. You know, also when we are talking about tiles, si kununua tu hizo tiles, pia simiti inahitajika ya kuweka hizo tiles chini.
Alafu hapa granite zinahitajika. It will take his 300,000. You can see we are now going to around 3.4. Then gypsum itahitajika, kama wanaweka gypsum hapo juu, gypsum iwekwe vizuri, kwa maridadi, which can take also around 300,000 depending on the styles zenye client atakuwa anachagua. Kama naweka nyokare, aweke farasi, weke nini, hizo zitachukua pia karibu 300, but sasa hiyo ni maximum. For tiling inaweza pita kidogo, but for gypsum 300 ni hapo tu, or 250, but including labor 300 kanaweza lala. Sawa, that's approximate. I'm giving people approximate, not the exact price, kwa sababu inaweza pita pia. Sawa. Haya, tutoke hapo mimi na wewe moja kwa moja tuende kwa next step. Hii nyumba itataka rangi nje na ndani. It will also likely take 300. Sawa, 300,000, but now on higher, that is on higher side. Rangi si rangi tu, we always start with, but 300,000 itaingia kwa rangi. Najua mtu atasema hiyo ni mingi. I agree with you, I support you 100%, but remember, we always start with the skimming. We do the skimming of the entire house. That skimming is not a child's play, kwa sababu unaweza sikia hii nyumba yote umeambiwa nunua 60 bags za skimming. Zifanye hiyo skimming, ifanywe vizuri. First coat, tunaanza na cover mat, first coat, second coat, then final coat. Entire house nje na ndani 300,000 inalala tu, na usiseme kitu. So you can see we are going to around 3.9 million Kenya shillings gone. And then we will also go to the next step. Sawa. Next step, which is hizi macho. Unaona these washrooms, uweke modern toilets, ukiziweka hapa ndani na uweke huku, zinaweza chukua pia 1,100 yako, roho safi. I know someone will feel that's expensive. Let's go with you. Let's start with you. Let's start with the kitchen. This kitchen will need sink. Hii itataka sink. Sink ikishahitajika, mambo ya piping itafanyika hapa ndani obvious, kwa sababu ile inafanyika sasa ni pointing. Then baadaye ndio ikuje fittings ziwekwe, mataps ununue nini. Ukienda na list hivi unarudi 120k. 120k ukiweka pale, milioni yako imeshaisha. Hatujaongelea mambo ya kufanya hapa wiring. You know, hii ya kwanza ni pointing. Tukiangalia mambo ya wiring ya nyumba yako, anyone who has done quotation inacheza na kama 100k by the way, kwa sababu unaendanga kununua wire peke yake moja, hiyo roll unapata inauzwa 5,000. Unataka wire rolls ngapi? Umekuandikia rolls 6. Unaanza tu kuimba, na tena hiyo time hata unaweza chukia fundi, but fundi akikuja anza kufanya kazi ukiwa umekaa hapo, unaona tu hizo wire zikipitishwa kwa mapipe zimeisha. Sawa. So we are already at 4 million. Again, you will have to add mambo ya mataa. Kama wewe ni mtu anapenda zile taa za kisasa, zile downlighters nini, they also come with a cost. Usipende tu na usijue ati zinakuja na cost. Ati wall bracket, wewe unaenda kununua, tumekuja hapa kukufanyia hii kazi tunataka kufanya sahihi ya pointing, umetuambia weka hapa wall bracket moja, pale wall bracket, pale wall bracket, pale wall bracket, pale, na ufikirie ni mchezo. Utaenda kununua wall bracket moja, unaambiwa 2,500. Uko na ngapi kwa nyumba? 1 2 3 4 5 6 7 8. Haya, twende bedroom. Bedroom iko na 4. Haya, bedroom ingine iko na 2, ingine iko na 3. Hiyo peke yake unasikia. Ndio naambianga watu mambo ya stima ukicheza in general, hii part ya kwanza mpaka ya mwisho kuweka hizo mata, ukicheza inaweza kule 1,200 yako, but don't worry, that is construction. These things we also ukishafikisha hapa nyumba yako usiwahi kuwa na pressure. Ukishafikisha hapa, tafuta madirisha weka, Mungu akipenda anza plastering. Pika plastering pole pole,
Ukimalizana na plastering, go to the next step. Unaenda tu pole pole. And never regret doing your house. Never regret doing it better. Kwa sababu ukifanya vizuri, I can tell you, kama saa hii client wetu anatembea anaenda pale kwa njia, anarudisha kichwa, anaangalia roof yake, anasema yes, I don't regret bringing this man from Western Kenya to Eastern Kenya ni wakuje. Na kama muamini, client wetu ndio ule pale, ukiangalia na hii dirisha na huko, acha nionyeshe. Ako huko anaangalia na akiangalia nyuma, acha nionyeshe tu kidogo. Ndio ule. Mnaona huko, hata muone na nyinyi, hata muonangi. Anaangalia hiyo roof akiwa huko inampendeza, so I regret kutufikisha hapa, na sisi pia tunamshukuru sana. We thank him for the opportunity. Mungu ambariki. Abariki familia yake. Also because kutukaribisha huku, tumesikia tuko nyumbani. Good people today, I say thank you so much. I have given you the breakdown. I've told you how this house will likely end. Ndio iishe tu vizuri, kwa ya kisasa. 4 million and even above. Inaweza potelea hapa. Na si tu kupotea. It is something that our client will live with in the next 10-20 years, akiwa proud that I did it. Good people, up to there I say thank you so much. Mungu awabariki. Mungu abariki familia zenu na kila kitu mnafanya. Tumweke Mungu mbele, kwa sababu ukimweka yeye mbele, everything is always possible. Thank you so much. God bless you.